Ndugu yangu mpendwa, popote pale ulipo, karibu tena katika Sauti ya Mlei sehemu ya 3. Leo liko swali hapa, unapaswa kulijibu. Yesu anakutafuta leo, utamjibuje? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunatafakari juu ya wito wa Lawi. Mathayo huyu, Lawi mtoza ushuru aliyebadilishwa na Yesu na kuwa mtume wake. Injili inatuambia Yesu akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Akaacha yote, akaondoka, akamfuata. Lawi hakuwa mtu wa dini, alikuwa mtoza ushuru, kazi iliyokuwa inachukiwa sana na Wayahudi kwa sababu waliona watoza ushuru kama wasaliti, wala rushwa na wezi. Lakini Yesu alimwangalia kwa macho ya upendo na huruma na kusema, Lawi, nifuate. Ndugu yangu, hata wewe leo hii Yesu anakutazama kwa huruma. Labda unajihisi mwenye dhambi sana. Labda unadhani hufai kabisa mbele za Mungu. Labda maisha yako hayajawa mazuri kiroho. Lakini Yesu bado anasema nawe, nifuate. Swali ni je, utamjibuje? Lawi hakufanya mazungumzo marefu na mjadala mrefu na Yesu. Hakusema ngoja kwanza, acha nijipange kwanza, bali akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Kanuni hapa ni hizi hatua 3 muhimu. Hatua ya kwanza, kuacha vyote vinavyokuzuia kuondoka. Hatua ya pili, kuondoka kwenye hayo mazingira mabaya uliyokuwako. Na hatua ya 3, kumfuata Yesu. Hauondoki kuelekea kokote kule, bali unaondoka kuelekea kule aliko aliyekuita, yani Yesu Kristo. Leo hii wengi wetu tunasikia sauti ya Yesu, lakini tunajikokota, tunajivuta-vuta. Yesu anatuita kwenye maisha ya utakatifu, lakini bado tunashikilia dhambi zetu. Yesu anatuita na kutualika tuache rushwa, lakini tunajitetea, nitaacha nikishajenga nyumba au mtoto wangu akimaliza chuo kikuu. Yesu anatuita tuache maisha ya uzinzi, lakini tunasema ningali kijana bado na kula ujana. Lawi aliacha vyote mara moja. Ndugu yangu, tafakari nini unahitaji kuacha leo ili uweze kuondoka na kumfuata Yesu Kristo mara moja. Yesu hakuja kwa wenye haki, bali kwa wenye dhambi wafanyike kuwa wenye haki. Katika tafakari ya jana, tulikutana na lawama lukuki zikielekezwa kwa wanafunzi wa Yesu na mkubwa wao Yesu Kristo mwenyewe. Lawama kwamba mbona wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na Mafarisayo wanafunga, lakini wanafunzi wa Yesu hawafungi? Lawama hizo hazikuishia jana. Leo hii Mafarisayo hao na waandishi wale wanaendeleza lawama kwa wanafunzi wa Yesu. Lawama sasa haipo tena katika kutofunga kwao, bali katika tabia yao ya kula pamoja na wala rushwa na wenye dhambi. Lakini Yesu anawajibu, wenye afya hawana haja ya daktari, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Yesu, ndugu zangu, hakuja kwa watu wanaojiona watakatifu tayari. Amekuja kwa waliovunjika moyo, waliopotea, waliokata tamaa. Ikiwa unahisi hujafikia kiwango cha utakatifu, basi Yesu anakutafuta. Yesu anakuita. Lakini kumbuka hapa kitu muhimu.
Yesu hakukaa na wenye dhambi ili kuwa kama wao au waendelee kubakia katika hali ya dhambi, bali aliwaendea ili awabadilishe, ili wabadilike. Yesu anapokula na wenye dhambi hafanyi endorsement ya dhambi. Hasemi kwamba napenda dhambi, endeleeni na dhambi, bali anawapenda wa dhambi ili waonje upendo wa Yesu na baadaye wabadilike, waachane na dhambi na wawe katika hali iliyo njema. Leo hii ndugu zangu, tusidanganyike na dunia inayosema usihukumu, acha kila mtu aishi anavyotaka. Hapana, Yesu anataka tubadilike. Alimuita Lawi, Lawi akaitika, na hatimaye Lawi akabadilika. Ombi la leo: Bwana Yesu Kristo, tusaidie tusipuuze sauti yako unapotuita. Tupe neema ya kuacha vyote vinavyotuzuia ili tuweze kukufuata. Kama ulivyomuita Lawi, tuite sisi pia ili tuwe mashahidi wa upendo wako kwa dunia hii. Amina.